Movie linafunguka. Mlembo ameshika kibunda mkononi hapa. Amekuja chaka la wana. Nahitaji mmoja kati yenu nifuate. Wana wakashtuka baada ya kusikia hivyo. Kila mtu kana ngangania. Ni mimi hapa. Mimi ondoka na mimi. Hapana madam, ondoka na mimi. Nitafanya kila kitu unachokihitaji. Mimi ndo nimewahi wewe. Umewahi kitu gani wewe? Hebu achana na mimi. Acha madam ondoke na mimi. Sasa kipindi wana nagombana, kuna mwamba mmoja anata habari. Vipi kuhusu wewe hapo? Mbona ongei chochote? Ina maana hutaki hela? Mlembo kila akijiongelesha, mwamba ana habari kabisa. Yaani kama amsikii vile. Maana anajua hizi hela za bure hizi zina madhara yake. Eneka alimshangaa sana mwamba. Alimwona mtu wa ajabu. Ni binadamu gani apendi pesa huyo? Yaani unafanya kazi mazingira magumu kama haya, alafu unajifanya upendi pesa. Yaani wewe ni mtu ajabu sana. Eneka aliendelea kushangazwa tu na dharau za mwamba. Yaani mwamba ana habari kabisa. Ashobokei kabisa hizo pesa. Maana msikiliza nikwambie kitu kimoja. Sipo hapo kwa ajili ya michezo kijinga kama hiyo. Nimeshakwambia sihitaji hizo pesa zako. Naomba uheshimu hilo. Eneka alichoshwa na majibu ya mwamba, lakini hakuchoka kumtongoza. Na alivutiwa sana na ujasiri wa mwamba. Kwa hiyo alipenda aondoke naye. Kuliko hao wengine. Walikuwa na haraka sana. Hasa baada ya misimamo ya mwamba, Eneka alipandisha dao, lakini mwamba bado aligoma tu. Yaani hakutaka kabisa hizo pesa. Nisikize nikwambie. Ndugu zangu wamekupenda. Kwa hiyo unaweza kuondoka na mmoja miongoni mwao. Mimi kabisa hiyo michezo ya kitoto. Yaani mwamba amekaza kabisa. Hataki hiyo pesa. Hataki pesa za bure, maana zina madhara. Unaweza kujifanya unachukua pesa hapa, alafu mbele ukaenda kuijutia. Baada ya mwamba kuzidi kukaza, Eneka kabidi ampe nafasi. Sema kiasi chochote unachokitaka, mimi nitakupa. Sasa mwamba baada ya kupewa nafasi, ikabidi aropoke tu. Nataka 500,000. Mpaka wanayo wameshangaa. 500,000? Eneka kutaka hata kuongea sana. Maana mkononi alikuwa na 300,000 tu. Akawa anafungua pochi yake, akaongeza 200,000. Akamwambia sawa. 500,000 zako ziko nazitaka hizi hapa. Tuondoke sasa. Mwamba akaona huyu mtu yuko serious. Wanayo anamwambia nenda wewe, acha ujinga. Alex kabidi amuulize Eneka, hivi uko serious kweli? Kwa hiyo unazunguka mitaani kununua wanaume. Unajielewa kweli wewe? Hiyo haikuhusu. Unaondoka au uondoki? Wana wanakazia tu. Unasubiri nini wewe? Nenda bwana. Alex kabidi akubali tu. Lakini hakutaka kuchukua zile pesa. Akamwambia sikia nikwambie, chukua hizo pesa, wagaia rafiki zangu. Alafu mimi ndo tutaondoka. Eneka mwenyewe ilibidi ashangae kwanza. Hiki ni kiumbe cha aina gani nimekutana nacho? Basi bwana, Eneka kabidi afanye kama alivyoagizwa na Alex. Akawapa wana zile pesa. Wana akaanza kuzigombania. Kisha mwamba huyo akawa anamfuata Eneka. Aya akapita bwana. Huko mlembo baada yuko zake nyumbani ametulia. Mlango kawa unagonga. Akaenda kufungua. Eneka akawa anaingia bwana. Anaingia na Alex. Ada akawa anashangaa kwa jinsi Alex alivyokuwa. Maana ni mchafu. Midefu shindili. Hakutegemea kabisa kuona kiumbe kama hiki nyumbani kwake. Hapa tusikilizane kidogo. Eneka ni mtoto wa tajiri mkubwa sana Paragos. Sasa kuna mwanaume wazazi wake walimchagulia. Yaani afunge naye ndoa. Na alishaanza mahusiano kabisa. Lakini kutokana na mwenendo huyo mwamba, Eneka kufurahia kabisa ndoa hiyo. Yaani hakutaka kabisa kuwa naye. Anaona ni mwanaume ambaye aendane naye kabisa. Ila wazazi wake wanamforce tu aendelee kuwa naye. Sasa yeye hataki. Kwa hiyo amekuja kuishi kwa rafiki yake kwa muda. Ametoroka kwao. Hajaonekana na mwezi sasa. Anakaa kwa rafiki yake. Yaani rafiki yake Ada. Sasa hapa kuna mchongo anaotengeneza. Yaani amemchukua Alex ili akti kama ni mpenzi wake. Aendelee kwa wazazi wake baadaye. Ajifanye kama ni mpenzi wake. Ili mradi tu aachane na ule mwamba kule. Wazazi wake wasimsumbue kabisa. Sasa hapa rafiki yake alikuwa anamsema, hata kama tunacheza game, mtu wenyewe ndio huyu kweli? Wazazi watamkubali kweli huyu? Mtu mchafu, ananuka kweli? Basi bwana, Eneka kutaka mambo yawe mengi, akamchukua Alex, akampeleka chumbani, kumuonesha atakapokuwa anakaa. Ada kumkubali kabisa Alex kwa muonekano wake ulivyo. Yaani Alex ni mchafu. Ili dili litafanikiwa kweli? Anaona ili dili linaenda kukwama ile kutokana na muonekano wa Alex. Basi bwana, kesho yake ilivyofika, Eneka alienda kumnunulia Alex suti. Bonge moja ya suti fulani hivi black matata. Baadaye wanamtoko, wanaenda nyumbani kwa kina Eneka. Kwa hiyo inabidi mwamba atokee, yani apendeze. Hasa baada ya Eneka kumnunulia suti Alex, kubwana maduli katumwa likamnyoe ndevu bwana. Likaenda kumnyoa ndevu Alex ili awe smart. Huku kwa Eneka alivyofika baadaye, alivaa akapendeza. Yani katokelezea kweli kweli. Mtoto kanyooka. Hasa kuna kitu alikuwa anatafuta kwenye pochi yake. Kuna kitu alikuwa akioni. Hasa kipindi anaendelea kutafuta, sauti ya Alex kasikika. Ile Eneka ageuke nyuma tu. Akamwona Alex amebadilika vibaya mno. Yani amekuwa ansboy. Eneka macho akamtoka. Aamini kabisa anachokiona. Yani Alex amebadilika kabisa. Sio Alex yule. Amekuwa handsome boy. Gentleman la kufa mtu. Yani Eneka kabaki anashangaa tu. Ameishiwa power. Ada anatokea nyuma Alex. Anapiga makofi tu. Yeye mwenyewe ameshangazwa na muonekano wa Alex. Baada ya kumnyonyoa midevu yake na minywele yake. Aamini kabisa. Huyu ndo mwanaume alikuwa anamtaka. Mwenye muonekano kama huu. Hapa dili linaweza likakamilika sasa. Sio Alex yule wa zamani. Eneka anabaki anacheka tu. Ameishiwa power. Yani power aloishiwa ni ya nguvu ya hali ya juu. Yani hata maneno yamtoki vizuri. Baada ya kuona muonekano wa mwamba. Yani mwamba amebadilika vibaya mno. Basi bwana, safari ya kwenda nyumbani kwa kina Eneka ikaanza bwana. Alex mdogo akawa anatoka nje. Ada akaja kwa rafiki yake Eneka. Wote wakawa wanashangaa muonekano wa Alex ulivyobadilika. Wanafurahia vibaya mno. Wanaona dili linaenda kukamilika hapa. Ada akawa anampa ushauri shoga yake. Angalia usije kampenda huyo mtu huyo. Nani? Mimi nimpende huyu. Yanapo Eneka anajibu ili amfurahishe rafiki yake tu. Lakini muone wake, sijui
kama ameanza kumpenda hivi Alex. Basi bwana, huku nyumbani kwa kina Eneka, wazazi wake wamekaa na ile wala lile. Mara Eneka anaingia, mamake akasimama, akaenda kumkumbatia mtoto wake. Hajamwona muda mrefu, amemmisi. Kimbembe kilikuwa kwa Mshua. Mshua alikasirika sana na kwanza kumfokea Eneka kwa kile alichokifanya, maana na muda mrefu sasa hayupo nyumbani. Yaani kama wiki 2 hivi hayupo nyumbani, ametoroka kabisa. Na kila wakimpigia simu alikuwa hapokei. Hii kitu ilimkera sana mzee. Eneka alijitahidi kuomba msamaha, lakini wazazi walitaka kujua kitu kimoja tu. Alikuwepo wapi muda wote huo? Eneka akawaambia wazazi wake alikuwa nyumbani kwa boyfriend wake, lakini wazazi wake waliendelea kung'aka. Wakaona kama anawadanganya, maana huyo boyfriend anayemsemea wao alishampigia simu. Hata yeye pia hajui yuko wapi mpaka sasa. Hivi na matatizo gani wewe mtoto? Kila siku umekuwa mtu kuleta visa tu ndani. Shida yako ni nini wewe? Kitu chako kimejaa funza tu. Sijui mwaka gani utakuwa wewe mtoto. Sikudanganyi babangu. Sina haja kukudanganya. Kweli nilikuwa kwenye nyumba ya mchumba wangu. Lakini sio wewe Dennis mnamjua nyinyi. Ni mwanaume mwingine. Dennis tulishaachana. Wazee wakashangaa. Hawakuamini kabisa baada ya kusikia hivyo. Wao walimchagulia Dennis sababu Dennis ni mfanyabiashara mkubwa sana. Ni kijana mdogo lakini ana pesa nyingi. Kwa hiyo aliona mtoto wake Olewa na Dennis atakuwa sehemu sahihi, yani sehemu nzuri. Oh, ni sawa kabisa. Sasa sikia kitu kimoja. Nataka uniambie, huyo kijana ulikuwa umekaa kwake siku zote hizo, ni nani huyo? Niambie. Baba, lakini mapenzi hayalazimishwi. Huyu ndo mwanaume mimi ninayempenda kuliko huyo ambaye mnataka mimi niolewe naye. Huyu simpendi. Ana tabia za ajabu. Huyu ndo mwanaume mimi ambaye nampenda. Oh, sawa. Nataka uniambie kitu kimoja tu. Huyo mwanaume ulionaye kwa sasa ana uwezo wa kuyachukua majukumu yake ya ndani kama ilivyokuwa kwa wanaume wengine? Ana uwezo wa kukuhudumia? Ndiyo baba, anaweza. Ana uwezo huo. Mzee akamwangalia mke wake, mke naye akamwangalia mumewe. Kisha mzee akamwambia, "Sawa. Mpigie huyo mwanaume wako. Mwambie nataka kuonana naye." "Sawa baba, lakini sio kumpigia. Nipo naye. Nimekuja naye hapa." Mzee akashangaa, "Oh." Mama naye macho akamtoka. "Okay, sawa. Yuko wapi?" Mwamba akaingia bwana. Hapa leo kazi ipo. Mwamba anaweza kaulizwa maswali mengi akashindwa kujibu. Yaani akaibika hapa. Na Eneka ameshajigamba kwa babake kwamba Mwamba ana pesa, anaweza kumhudumia chochote kile anachokihitaji na akapata. Basi bwana, baada ya kumaliza kusalimiana, Bi Mkubwa aliandaa chakula, wakakaa mezani kwa ajili ya kupata msosi, huku mambo mengine yaendelee. Asa baada ya kukaa mezani kula, Bi Mkubwa kana mzingua mkwe wake. "Vipi? Umekonaje chakula mkwe wangu?" Chakula ni kitamu sana mamangu." "Asante sana mwanangu. Asante kwa kuwa chakula umekipenda." Mzee akawa anamkata jicho tu mwanae. Bi Mkubwa akaanza kumuuliza Alex maswali. "Naomba uniambie, ilikuwaje mpaka mkakutana na mwanangu? Yaani mlikutania wapi?" Kisanga kikaanza. Alex akamwangalia Eneka. Eneka akataka kujibu. Mzee akamwambia tulia, yeye mwenyewe anaweza kujibu. Kwa hiyo nyamaza. Alex akaona leo kazi mbona ninayo. Ila kwa kuwa Alex mjanja, hii haikuwa shida kwake. Kabidi Alex avute pumzi kwanza kabla ya kuanza kuongea. Mzee akakazia, "Tunakusikiliza mwanangu." Alex, Eneka moyo unamdunda, yeye unamwenda mbio. Anawaza Alex atajibu nini? Maana hakupanga kabisa juu ya hili. Alex akaanza kujibu, "Nilikutana na Mwanenu benki. Yeye alikuwa anatoka benki na mimi nilikuwa naingia benki. Sasa kwa kuwa sikukutana na mwanamke mzuri kama huyo, ilinifanya nishindwe kuingia kabisa benki, kuendelea kufanya shughuli zangu. Kwa hiyo hapo ndo mazungumzo yetu yalipoanzia. Tulibadilishana mawasiliano na maongezi ndo alianzia hapo." "Oh, sawa. Nimependa sana story yenu. Story nzuri sana hiyo. Nimeipenda sana. Sasa nataka uniambie kitu kingine. Unafanya biashara gani? Ama unafanya kazi gani? Kitu gani kinakuingizia pesa kwenye maisha yako? Naomba uniambie. Natamani kujua pia kuhusu hilo." Mwamba alimwangalia Eneka kisha akatabasamu. Maana alishajipanga. Alijua kabisa kama kuna hili swali atakuja kuulizwa. "Mimi ni mfanya biashara. Nafanya biashara estate. Kwa hiyo na maeneo makubwa sana huwa nauzia watu, mengine nayapangisha. Kwa hiyo ndio biashara yangu kubwa sana hapa mjini." Mzee alifurahi sana baada ya kusikia hivyo. Akaona pia sio mbaya, maana mwanae hajapata mtu mnyonge. Yaani hatoishi kimaskini. Lakini mzee alikazia kitu kimoja tu. Yaani sura ya Alex kama kuna sehemu ashakutana nayo hivi. "Una uhakika mimi hatuja kuonana sehemu yoyote ile?" Alex alikataa, akamwambia, "Hapana. Mimi sija kuonana naye sehemu yoyote ile." Mzee akamwambia, "Sawa Alex. Lakini sura yako sio ngeni kwangu. Nataka uniambie kitu kimoja. Naomba nijue jina la babako. Babako mzazi anaitwa nani?" "Sawa mzee. Haina shida hilo. Babangu jina lake anaitwa Chief Kabogo." Mzee akashtuka. "Chief Kabogo?" Mwamba akashangaa. "Kwani unamfahamu babangu? Mbona umeshtuka?" Mzee kabidi avue na miwani, maana imekuwa surprise kwake. Mama anashangaa. "Chief Kabogo? Huyu Chief Kabogo tunayefahamu sisi ndo babake Alex?" Eneka anashangaa. Haelewi kinachoendelea hapa. "Yaani wewe ni mtoto wa Chief Ferdinand Kabogo?" Alex anashangaa. "Ndio, nilijua tu. Ndio maana nilikuwa nakufananisha. Nilijua tu ndo wewe mtoto wa Chief Ferdinand Kabogo." Eneka haelewi, amechanganyikiwa. Maana babake amefurahi baada ya kusikia hilo jina. Nilijua ni wewe. Maana sura yako sio ngeni. Nilishakukuona wewe." Sawa mzee. Lakini nahitaji ujue kitu kimoja kutoka kwako. Umemjuaje babangu?" Usijali. Kuwa na amani kabisa. Babako alikuwa mtu mwema sana kwangu. Yaani mtu mwema sana kwangu. Nikisema mtu mwema, sijui hata nisemeje. Wala sina cha kumfananisha nacho. Lakini kaa ukijua, babako alikuwa ni mtu mwema sana.
Na hata maisha yangu mimi unaona sasa hivi nisingekuwa hapa pasipokuwa babako. Babako amebadilisha sana maisha yangu. Ila ni miaka mingi sana imepita mpaka sasa. Nimejitahidi kwa kila mali kumtafuta babako, lakini sijampata. Kila ninapomtafuta kubahatika kumpata, maana tuliachana miaka mingi sana hatukuonana. Nimejitahidi sana kumtafuta babako, lakini sijampata. Ila nashukuru Mungu leo nimekupata yeye mwanae, basi nitajua babako alipo. Alex aliangalia wazazi wa Eneka kisha akawaambia, babangu alikufa babangu. Wazazi wa Eneka wakashangaa. Babake Eneka akashtuka, hakuamini kabisa alichokisikia. Alex akaanza kuwapa story jinsi ilivyokuwa. Hapa sasa ilibidi aongee ukweli tu, maana hakuna cha kudanganya tena. Kumbe mzee anamjua bwana. Yaani anamfahamu vizuri. Kwa ilibidi aongee ukweli tu. Hakuna cha kuficha hapa. Yaani akamwambia maisha yake halisia. Akampa story jinsi ilivyokuwa. Babake alikufa na alipoteza vitu vyote. Mali zote zilipotea. Maisha yake yakawa mabaya vibaya mno. Hakuna alichobahatika kukipata. Maisha yake yalizidi kuwa magumu. Ikafika stage sasa akanabeba mizigo tu. Kwa hiyo anabeba mizigo, watu wanampa pesa, ndio yale. Na siku akikosa mizigo ya kubeba, basi anabeba taka. Yaani wanapita majumbani, wanazoa taka, wanaenda kuzitupa ili maisha yao tu yaende. Na hata mtoto wake Eneka, huko ndipo walipokutana, wala sio benki. Kwa hiyo ilibidi Alex amwambie tu ukweli mzee, sababu hakuna cha kudanganya tena hapa. Basi bwana, baada ya yote kupita, mzee akasimama, kisha akamwambia Alex, nakujua vizuri sana wewe pamoja na baba yako. Baba yako alikuwa mtu mwema sana kwangu. Sasa jua hayo yote ulioniadisia, nimeumia sana. Yameniuma sana, lakini nataka nikuahidi tu kitu kimoja, kwamba kwa kuwa leo nipo hai, nitakupambania mpaka kuhakikisha unarudi kwenye hali nzuri. Yaani unaishi maisha kama aliyoishi baba yako. Basi bwana, baada ya mzee kumwahidi Alex hayo yote, hakuishia hapo tu. Angetamani siku moja Alex aje muoe mwanae. Kwa hiyo alibariki pia juu ya hilo. Na hao watu wanapendana. Mwanzo walikuwa kama mchongo tu, lakini mwisho wa siku wamependana kweli. Kila mmoja amempenda mwenzake kwa dhati kabisa. Tuendelee kutendeana wema, kwa sababu hatujui nani atakuja kukusaidia kesho au atakayekuja kumsaidia mtoto wako. Bwana, huu ndo mwisho wa movie hii hapa. Mimi ni Popa. Bye.